Okay guys, ashukuriwe Mungu wetu wa mbinguni. Tuko salama wote, natumai wote tutakuwa tunaendelea vizuri, na leo tutakwenda kufanya analysis ya gold for the next week in order to catch into kwa next week. Kabla ya kuendelea, kuna watu wamekuwa waki za wajui kwa kunipata, but maybe unaweza ukanipata kwa kunicheki kupitia namba hii hapa. Kwa hiyo utanicheki kupitia namba, utanicheki kupitia WhatsApp ni plus 255 07 52 13 32 92. Kwa kama utakuwa unahitaji kitu chochote labda kutoka kwangu, unahitaji more informations kutoka kwangu au unahitaji kujifunza forex trading, unaweza ukanicheki kupitia namba hiyo hapo. Okay, nice, tutakuwa tushaimark vizuri. Sasa twende tukafanye analysis. Nitahitaji tena mwishoni. Haya. Sasa kwa upande wa gold, upande wa analysis, kama kila siku nimekuwa nikifanya analysis na video nyingi nizo post hapo nyuma zinakuwa zikionyesha upande wa gold namna ya kufanya analysis. Kama kawaida gold huwa ana base hasa na top down analysis. Top down analysis is a key. Either unaweza ukafanya analysis top down analysis au down top analysis. Ila kwa upande wa gold tutaenda kufanya top down analysis. Tujue wiki ijayo je, inatakiwa tufanye nini? Tukianzia upande wa daily kwa gold tunaona amekuwa akicreate series of high highs, but general trend ni bullish kama inavyoonekana. Kwa hiyo kama kawaida tunasema alifikia point ambayo hakuweza kutengeneza next break of structure. Kwa hiyo tulikuwa tuna series of break of structure kuelekea wapi? Kuelekea juu, but alivyo reach hii point hapa, hii point hapa, it means ya kuendelea kuweza kutengeneza break of structure kuelekea juu, na tunaanza kuona ameanza kutengeneza market shift kuelekea wapi? Kuelekea chini. Kwa kuwa general trend ya gold ni bullish, tunaweza kusema hii ni pullback. Kwa hiyo tunaweza kusema hii ni nini? Ni just a pullback. Unaona? Kwa hiyo sasa sisi hatuto base generally na hizi zoni kubwa. Hizi ni kwa wale tu wa swing trading. Tutaenda kubase na zoni zetu ambazo ni ndogo kwa sisi intraday traders. Tujue tunachukulia wapi opportunity. Kitu cha kwanza ukiwa unafanya analysis ya gold, daily zones waga zinakuwa respected sana. Mfano hapa chini tumekuwa tuna zone hapa chini ambapo hii zone nimekuwa nikimark most of the time. Kwa hiyo our first zone ipo hapa chini. Unaona hii ndio first zone, ambapo katika hii zone ya hapa chini tumeona sasa amekuja ameirespect. Ngoja tu zoom chart vizuri ili tuweze kuona kwa usahihi zaidi. Unaona sasa hapa chini tunaona amekuja ametap hii zone yetu, japokuwa amekuwa akicreate series of break of structure kuelekea chini. Hapa itengeneza hiyo market shift, akaja akatengeneza first break of structure hii hapa, then second break of structure kuelekea chini, then akaja akatengeneza last break of structure ni hii hapa. Unaona kwa last break of structure ni hii hapa. Kama last break of structure ni hii hapa, kilichotokea hapa sasa kwa upande wa daily unaweza ukaizoom chart vizuri. Unaona kwa hiyo our last break of structure ilikuwa ni hii hapa, ambapo if last break of structure it was this one, then what next? Next kilichokuja kutokea ni kwamba tunaona hapa akashindwa kutengeneza break of structure nyingine, akafanya pullback. Alifanya pullback, atakiwa kwenye hii swing hii hapa itakiwa atengeneze kitu kama hichi. Tulikuwa tunategemea atengeneze kitu kama hichi, break of structure nyingine. Unfortunately ametengeneza W pattern, ambapo always kwa W pattern kama imetokea kuna W pattern, kinachotokea ni nini? Kinachotokea ni kwamba tunasema market either inaweza ikaja ikashift from this down trend kwenda kwenye upande wa bullish trend. Kwa hiyo sasa from that point tunaanza kuona amekuja amebreak ile W pattern. Alivyo break hii W pattern akawa na strong candle za kufanya nini? Za kubuy.
ila je, siku zote tunaangalia current market, previous imetoka wapi na je sasa hivi iko wapi? Unaona, tukiangalia gold sehemu halipo sasa hivi yupo kwenye zone ya daily, unaona, ambapo hii ni internal zone, na kitu cha kunoti ni kwamba trend, general trend kama inavyoonekana, general trend, current trend, not general trend, sorry. General trend ni trend ya kufanya nini? Ya kushuka. Unaona? Kwa hiyo je, current gold yuko wapi? Kwa hiyo upande wa daily, unaona, always gold ana respect daily zones. Kuna hii zone hapa, japokuwa anakuja yuko strong, but tuna zone hapa juu. Unaona? Hii zone hii hapa, hii hapa juu hii. Unaona? Hii zone hapa juu. Anything can happen around this zone. Unaona? Anything can happen around this zone. Sasa naposema anything can happen around this zone namaanisha nini? Namaanisha hapa anaweza akatengeneza pullback mpaka hapa chini ya kushuka, au anaweza akatengeneza break kwenda juu, akatengeneza break na kulitesti akaenda wapi? Akaenda juu. Sasa tushuke kwenye lower time frame ili tujue, je, current hapa anatupa information gani, japokuwa amekuwa strong kidogo. Unaona, tushuke kwenye upande wa lower time frame 4H. Kwenye upande wa 4H tunachokiona ni kile kile kwamba hapa chini tumekuwa hatuna break of structure kuelekea chini, kwa ametengeneza W pattern, na market ikitengeneza W pattern siku zote tunasema market imeshift, sio hivyo? Market imeshift. Kwa hiyo tunachotegemea kwa hapa ni nini? Tumeona hapa ametengeneza liquidity sweep, alisweep liquidity hapa kwenye hii zone hapa, unaona. Baada ya kusweep hii liquidity hapa chini ndo tukapata strong movement ya kupush kwenda wapi? Kwenda juu, na sehemu alipo ni zoni pia. Current, je, price iko wapi? Ni zoni, unaona. Kwa hiyo kama ni zoni tunaweza tukaimark vizuri kabisa, unaona. Kwa hiyo sehemu aliyo touch hapa ni zone, unaona. Kwa hiyo tunachotegemea from this zone ni nini? Ndo kama nilivyosema, either tupate break kwenda juu then tupate retest ndo tuchukue entry yetu ya kufanya nini? Ya kubai, au tupate market shift ya kuelekea nini? Kuelekea chini, unaona. Kwa hiyo kwenye hii zone either tupate market shift kuelekea chini, unaona. Kwa hiyo tukipata market shift kuelekea chini automatically tuta seek for the selling opportunity mpaka wapi? Tutago short mpaka hapa, tutaiteke as a counter trend kama pullback, kwa sababu akishatengeneza hii W pattern kwa hapo chini inakuwa ni ngumu sana kuicatch. Kwa hiyo automatically tutaseli mpaka kwenye hii zone kama atatupa market shift wapi? Kwenye lower time frame, unaona, kwenye lower time frame. Kwa hiyo sasa cha kufanya ni kwamba hii tunaidraw kama zone yetu hii hapa, unaona, tunaidraw kama zone yetu. Twende kwenye lower time frame zaidi tukaone, je, tunaweza tukapata nini kwenye upande wa lower time frame. Upande wa lower time frame mfano unaweza ukaja moja kwa moja kwenye 1H. Naona 1H bado hajaonyesha kutengeneza shift nzuri ambao anaweza akatupa selling nzuri, unaona. Tukishuka kwenye 30 minutes mwenyewe bado yupo kwenye consolidation. Tukishuka kwenye 15 anaonekana hivyo hivyo, the same. Kwa hiyo tunachotegemea hapa ni nini? Either ku break kwenda juu, ambapo akibreak kwenda juu akilitest, sisi ndo tutachukua entry ya kufanya nini? Ya kubuy, au tuone liquidation za kuanza kushuka, a series of lower low kuanza kushuka. Kwa hiyo tunachotegemea ni nini? Tunachotegemea ni kwamba either aje a break kwenda chini. Akisha break kwenda chini, it means akitengeneza breakout ya kwenda chini akafanya retest, tutakuja tutamseli mpaka kwenye hii zone wapi? Hii zone hapa, unaona. Kwa hiyo hicho ndo tunachokitegemea endapo market, but usije ukatrade around this zone hapa. Hii zone ni hatari sana, haijatupa bado confirmations, unaona. Au akitengeneza strong movement ya kwenda juu zaidi, utawait for the retest around this zone, then utatake a buy. Always wait for the confirmation on 15 minutes or on 5 minutes. Kwa hiyo ndo analysis yetu ya gold ya next week. Tunacho expect
ni hicho, kwamba anaweza akatengeneza pullback ya kushuka chini au akafanya breakout na kuendelea kufanya nini, kuendelea kubai. Kwa hiyo ndo short call entries za analysis ya nani, ya gold. Kwa wale ambao watakuwa wanahitaji more informations, unaweza ukanicheki, ukani DM ili kujoin kwenye community yangu. Yes, kujoin kwenye community yangu au kuja kupata mentorship. Namba ni +255 07 52 13 32 92. Hapo namba, make sure una DM WhatsApp. Kwa hiyo ndo analysis yetu ya gold.